Ili wewe kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, kwa habari zote za kimichezo na burudani, usajili, uchambuzi, True Talk, ukweli unaongea. Jambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, mimi nikukaribishe na nikualike katika channel yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, ikiwemo tetesi mbalimbali za usajili, uchambuzi, lakini pia kuhusiana na msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, pamoja na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, tafadhali sana mimi nitumie nafasi hii kuweza kukukaribisha pamoja na kukualika kwa kwa mdau wangu nguvu ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi. Tafadhali sana mimi nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Wewe utakuwa kwanza kupata taarifa za kila video mpipindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, na mara baada ya kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa wanafamilia wetu na utaendelea kufurahia na kupata arifa zote za kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanajiri huko viwanjani. Naam, yako mengi sana ambayo yamejiri huko, ikiwa tunafahamu kabisa kwamba tupo kwenye hatua za mwishoni tukielekea kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26 na huku tetesi za usajili zikiendelea kurindima kwelikweli katika mitandao ya kijamii, huku vilabu mbalimbali vikiendelea kufanya maandalizi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakwenda kuzinasa signs za wachezaji ambao watakidhi viwango na mahitaji ya timu kuelekea katika msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia kwa michuano ya kimataifa kwa vilabu vile ambavyo vitapata nafasi ya kwenda kushiriki mashindano hayo. Na kwa upande wa tetesi za usajili, ni kweli yako mengi sana ambayo yamejiri huko, lakini pia tumeshuhudia juzi kabla ya jana, na mimi siku moja nyuma kabla ya jana, tumeshuhudia klabu ya Dar es Salaam Young Africans Sports Club wakiachana na kocha Gonzalez, na wameweza kuachana naye na wamekwisha kutangaza rasmi, lakini swala ambalo lipo kwenye mitandao ya kijamii ni nani hasa ambaye atakuja kurithi mikoba yake, au ni nani ambaye atakuja kuongoza kikosi cha wanada Young Africans. Lakini pia liko sakata la Mohamed Hussein Zimbo Junior Diala ambaye inaripotiwa kuwa anatamani kurejea ama kurudi kuna katika kikosi cha wanakundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Ni miongoni mwa mijadala ambayo nimekutana nayo katika mitandao hii ya kijamii, lakini kumbukwe pia kwamba kabla hatujadive moja kwa moja kwenye matukio haya, yako mengi sana pia ambayo yamejiri huko mitandaoni, ikiwemo tetesi za usajili, lakini pia uchambuzi kuhusiana na tathmini namna ambavyo msimu huu wa mwaka 2025-26 unavyo kwenda. Sasa sanjari na hayo pia tukiangalia kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa hivi sasa namna ambavyo unaonekana, tunawakuta Dar es Salaam Young Africans Sports Club wanaongoza ligi kwa sasa, na wanaongoza ligi wakiwa na alama 51, na hii imetokea mara baada ya kucheza michezo takriban 21 ambayo wamecheza mpaka hivi sasa, wakiwa wameshinda michezo 15 na kutoa sare mara 6 na bila kupoteza mchezo hata mmoja. Lakini kwa upande wa klabu ya Simba, wao wanashika nafasi ya pili wakiwa na alama 46 mara baada ya kucheza michezo 21 na kushinda michezo 13, wakitoa sare mara 7 na kupoteza mchezo mmoja. Na kwa Azam FC wao wanashika nafasi ya tatu wakiwa na alama 43 mara baada ya kucheza michezo 21, wakishinda mara 11 na kutoa sare mara 10 na bila kupoteza mchezo hata mmoja, huku nafasi ya 4 ikishikiliwa na Singida Black Stars akicheza michezo 21 akiwa ameshinda mechi 9, akitoa sare mechi 5 na kupoteza mara 7 akiwa na alama 32. Na nafasi ya 5 ni JKT Tanzania, yanashika nafasi ya 5 akiwa na alama 32 mara baada ya kucheza michezo 21, akishinda mara 8 akitoa sare mara 8 na kupoteza mara 5. Hii ni kwa top 5 vilabu vitano ambavyo vipo kwenye
top 5 ya vilabu vitano kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa hivi sasa, na namna ambavyo unaonekana kwenye round hii ya 21. Lakini pia sanjari na hayo, tukiangalia kuhusiana na tetesi hizi za usajili, hasa kwa upande wa klabu ya Young Africa Sports Club, kwa upande wa kocha na maanisha, lakini pia kwa upande wa Mohamed Hussein Zimbo Junior. Tuanze na upande wa Mohamed Hussein, na nimekutana na taarifa ambazo zinamhusisha Mohamed Hussein kwamba hafurahii uwepo wake katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africa Sports Club kwa hivi sasa. Tunafahamu ametumikia klabu ya Simba kwa kipindi cha misimu kadhaa, ni mingi, ni muda mrefu kidogo toka amesign kandarasi na Simba mpaka amekuja kuachana na klabu hiyo. Lakini mara baada hapo alienda kwa watani wa jadi Dar es Salaam Young Africa Sports Club. Ingawaje ilikuwa ni maumivu kwa mashabiki na wadau wengi wa soka, hasa mashabiki wa klabu ya Simba, lakini ndivyo mpira ulivyo. Hakuna aliyezaliwa na klabu kwamba atakufa na klabu hiyo hiyo. Tunatakiwa kufahamu hilo, lakini pia tunatakiwa kufahamu ya kwamba wale pia ni binadamu, wanatakiwa kutafuta changamoto nyingine mpya maeneo mengine. Ni mpira, na hii ndio inaleta maana na tafasiri sahihi ya mpira. Kwa hiyo nimekutana na tetesi ama nimekutana na taarifa kutoka katika vyanzo mbalimbali vya habari ambavyo si rasmi, naweza kusema hivyo, vikizungumzia kuhusiana na sakata hili la Mohamed Hussein Zimbo Junior JR kusaini kandarasi na klabu ya Simba. Mimi niseme tu ya kwamba hakuna taarifa rasmi inayothibitisha kwa 100% kwamba Mohamed Hussein atarudi kuna katika kikosi cha wanakwenda wa Simba Sports Club. Ingawaje lolote linaweza likatokea. Tulishuhudia Clatous Chora Chama alitoka kuna katika klabu ya Simba akaenda Dar es Salaam Young Africa Sports Club, akaenda Singida Black Stars, sasa hivi amerejea tena katika klabu ya Simba na bado anafanya vizuri kweli kweli. Tumeshuhudia magoli kadhaa ambayo amefunga mechi za hivi karibuni. Amefunga dhidi ya Dar es Salaam Young Africa Sports Club kwenye dabi, lakini pia amekuja kufunga na JKT Tanzania. Ni moja kati ya magoli muhimu na ni magoli ambayo pia amekuwa na nafasi kubwa kwa klabu ya Simba kwa sababu ameongeza points na ameonesha nafasi kubwa. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea na ni maana ya mpira, na nafikiri pia si ajabu kuona Mohamed Hussein Zimbo Junior JR anarejea kuna katika kikosi cha wanakundu wa Simba Sports Club kuelekea katika dirisha hili kubwa la usajili. Si ajabu, ila hamna taarifa rasmi zinazothibitisha uwepo wa dili hili kuweza kukamilika, lakini lolote linaweza kutokea na muda ndio utakaoongea. Na ilikuwa ni hayo kukufahamisha kuhusiana na Mohamed Hussein Zimbo Junior JR. Isalie tu kusema ni uvumi wa tetesi za usajili kuna katika mitandao hii ya kijamii. Kama tunafahamu dirisha kubwa la usajili ikiwa limekaribia, tetesi za usajili huwa zinadindima kulikweli katika mitandao hii ya kijamii. Lakini pia sanjari na hayo, tukizungumzia swala la kocha mpya anaitwa katika klabu ya Dar es Salaam Young Africa Sports Club, ni ngumu kidogo, lakini nimekutana na tetesi zikimhusisha Nasruddin Nabi ambaye pia amewahi kukinoa kikosi hicho kwa misimu kadhaa, na wametembea katika ubora huo kwa misimu hii kadhaa, takriban misimu 3 mpaka 4 mara tangu alipoondoka Nasruddin Nabi. Nafikiri kama sijakosea ni misimu 3 mpaka 4 kama sio 5 vile. Kwa hiyo Nabi anahusishwa pia kurejea kutoka katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africa Sports Club kurithi mikoba ama kuchukua mikoba ya kocha ambaye amefikia makubaliano ya kuvunja mkataba na klabu ya Yanga. Mpaka hivi sasa tayari wamekwisha kufanya makubaliano ya pande zote mbili na taarifa imekwisha kutolewa katika vyombo vya habari. Lakini Nasruddin Nabi ambaye pia alikuwa sasa hivi yeye hana timu mara baada ya kuweza kuachana na klabu ya Kaizer Chiefs ya kule Afrika ya Kusini. Aliweza kuachana na klabu hiyo kutokana na sababu mbalimbali ambazo alisema yeye ziko nje ya uwezo wake, ikiwemo sababu za kifamilia ama ni changamoto za kifamilia. Aliweza kutoa sababu hiyo hapo kwa sababu ni moja pia ya ligi ambazo nazifuatilia kwa karibu zaidi. Nafahamu ni moja kati ya ligi kubwa zenye ushindani mkubwa. Kaizer Chiefs ni moja kati ya timu kubwa sana pale Afrika ya Kusini, ni moja kati ya timu kongwe. Kama hapa Bongo tunazungumzia Simba Sports Club na Dar es Salaam Sports Club, kwa hiyo pale Afrika ya Kusini tunazungumzia Kaizer Chiefs pamoja na Orlando Pirates. Sasa Kaizer Chiefs waliweza kuachana naye, Nabi yeye ndo aliomba kuachana na Kaizer Chiefs mara baada ya kuona namna na mwenendo wa timu haumridhishi yeye, akaona kuachana na klabu hiyo, na alikuwa na msaidizi wake yule ambaye alisaidiana naye katika klabu ya Dar es Salaam Young Africa Sports Club. Namzungumzia Cedric Kazi ambaye mpaka sasa bado anakinoa kikosi cha Kaizer Chiefs pale Afrika ya Kusini. Kwa hiyo Nasruddin Nabi anatajwa ana kuhusishwa na klabu ya Yanga na anatajwa kikosi cha Dar es Salaam Young Africa Sports Club na kinoa kikosi hicho na kurithi mikoba ya kocha ambaye tayari amekwisha kufikia makubaliano ya kuachana na klabu ya Yanga. Bado haijawa rasmi sana, bado ni tetesi na uvumi tu wa
mitandao ya kijamii, lakini taarifa hizi yamkini zikawa ni kweli. Na kwa nini Nabi? Nafikiri wengi tunafahamu kazi yake kubwa ambayo alifanya pale Yanga katika kipindi ambacho alikuwa akikinoa kikosi hicho. Messi na jingine la ziada, nicha masajina. Hii ni True Talk, na hapa kama ilivyo ada huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanajiri huko viwanjani. Jukumu lako ni moja tu, kuweza kusubscribe, lakini pia kulike hii video pamoja na kushare maneno yako hapo chini ya video hii na kutuambia pia kama unatufuatia kwa maeneo gani. Mimi ni masajina. Hii ni True Talk, tunajadili la ziada kuzungumza na wakati mwema. Bye bye.